Napenda kusisitiza kuwa mafanikio ya Mkumbi namba 2 yatategemea kwa kiasi kikubwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Hivyo ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa sekta binafsi inawezeshwa kufanya kazi katika mazingira rafiki, yenye uwazi na yanayotabirika. Aidha, ni muhimu kuendelea kuimarisha miundombinu, huduma za kifedha na matumizi ya teknolojia za kisasa ili kuongeza ushindani wa biashara zetu kikanda na kimataifa. Vile vile tunapaswa kuweka mifumo madhubuti ya ufuatiliaji na tathmini ili kuhakikisha utekelezaji wa mpango huu unaleta matokeo yaliyokusudiwa. Kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunaendelea kuwa na dhamira ya dhati ya kushirikiana na wadau wote katika kujenga mazingira bora zaidi ya biashara na uwekezaji kwa manufaa ya wananchi wetu na taifa kwa ujumla. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa dhamira hiyo njema ya serikali inazidi kupata mafanikio kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji na wafanyabiashara. Napenda kuwahimiza washiriki wote kutumia kikamilifu warsha hii kwa kutoa maoni, uzoefu na mapendekezo yatakayosaidia kuboresha mpango huu. Baada ya kusema haya, sasa natumia fursa hii kutamka kuwa warsha ya uhakiki wa rasimu ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji imefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Hili sio jambo la hiari, bali ni hitaji la kimkakati katika dunia ya leo yenye ushindani mkubwa wa kiuchumi. Mageuzi haya yanalenga kujenga uchumi jumuishi unaoshirikisha sekta binafsi kikamilifu kama engine kuu ya ukuaji. Ni kupitia mazingira wezeshi ndio tunaweza kuvutia uwekezaji wa ndani na nje, kuongeza uzalishaji na hatimaye kupanua ajira na kuimarisha maisha ya wananchi wetu. Hatua hizi pia zinaendana sambamba na maoni mapana ya Dira ya Taifa Maendeleo 2050 ambayo inalenga kujenga Tanzania, Zanzibar ikiwa ni sehemu yake, yenye uchumi wa kisasa wenye ushindani wa kikanda na kimataifa. Rasimu hii imebainisha changamoto 59 ambazo kwa njia moja ama nyingine zinakwaza ufanyaji wa biashara katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa pande zote za muungano. Na kwa kuzingatia changamoto hizo, imependekeza maeneo 11 ya kufanyiwa kazi na wameibua reform action kwa maana ya hatua za kuchukua 246. Ile tume ya Mheshimiwa Katibu Mkuu mstaafu, Katibu Mkuu kiongozi mstaafu Ombeni Sifue, nadhani iliibua reform actions kwenye mfumo wa kodi zaidi ya 400. Sasa hawa wameibua 246. Hizo zimewekwa vizuri, na lengo kubwa Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara ili mambo mawili yatokee kwa uchache. Kwanza, kwa hawa waliopo hapa, tuweze kupiga hatua katika taasisi zetu za umma kutoka kuwa wadhibiti wa biashara kwenda kuwa wawezeshaji wa biashara. To move from formal compliance burden to being a facilitators of business.